Hivi ushawahi kukutana na hali kama hii? Yaani unakuta mteja anakutafuta alafu anahitaji baadhi ya sample ya kazi zako. Sasa wengi huaga wanafanya kwa mtindo kama huu. Wengi utakuta anaingia kwenye galeri yake alafu anatafuta baadhi ya kazi ambazo amewahi kuzifanya, anatafuta nzuri ili anaangalia anaanza kuzimaki zile nzuri ili amtumie mteja. Lakini siku ya leo nitaenda kufundisha njia 3 rahisi za kuhifadhi kazi zako ambazo zitakusaidia wewe mteja akwambia tu bwana nahitaji kuona sample ya kazi zako. Inakuwa rahisi wewe kufanyaje? Kumtumia. Njia ya 3 itakushangaza maana ni njia ambayo wengi tunaitumia lakini ndio hivyo. Tunaweza tukawa tujui kama ndio njia nyepesi kuliko zote. Njia ya kwanza ni kwamba utaingia Play Store, alafu ukishaingia Play Store utaandika kuna application moja inaitwa Behance. Utaandika hapo Behance. Alafu ukishaingia hapo utaidownload kwa sababu mimi nishaidownload naambiwa tu hapa ni update. Sawa? Na achana na utaidownload hii application. Ukimaliza hapo utarudi kwenye simu yako alafu utaingia kuna sehemu kwenye Behance. Kama hauna account utatengeneza account. Sawa? Kama una account una login. Ukimaliza hapo umelogin unaanza kuupload kazi yako na hii sehemu ya mshale hii hapa blue. Ukibonyeza hapa itakupeleka kwenye galeri yako alafu utaanza kuupload kazi zako. Sawa? Sasa kuna hii sehemu hapa hivi vidoti vitatu share profile. Kwa mtu akikwambia tu bwana naomba nione kazi zako inakuwa ni rahisi tu unabonyeza hapo kwenye sehemu ya share profile, una share profile. Sawa? Kuna application nyingine ambayo na yenyewe inaitwa unaingia tu Play Store, utaandika hapa inaitwa pin. Inaitwa Pinterest, utaingia hapo. Ukishaingia hapo kwa sababu mimi ninayo na unaiupdate ila kwa sababu mimi ninayo nimeambiwa ni update ila kama hauna unatakiwa uinstall. Ukishainstall na hii yenyewe ni rahisi tu, unachotakiwa kufanya ni kwamba utaingia Pinterest hapo alafu utatengeneza account. Ukishatengeneza account inakuwa kama hivi. Sawa? Ukishatengeneza account inakuwa kama hivi alafu unaweka design zako. Kwa hata mtu akikuomba tu bwana naomba nione kazi zako unakuja kwenye hii sehemu hilo yenye mshale una share, una copy link unafanyaje una share. Sawa? Application ya mwisho ndio hii ambayo nilikwambia kwamba ukiona wewe mwenyewe utashangaa. Kuna moja inaitwa WhatsApp Business. Utaingia Play Store kama kawaida, utainstall WhatsApp Business kwa sababu mimi ninayo nimeambiwa tu ni open hapo. Sawa? Kwa ukishainstall WhatsApp Business utaingia kwenye WhatsApp Business, kuna sehemu hii hapa imeandikwa catalog. Kwenye hii sehemu imeandikwa catalog, unachokifanya ni kwamba una upload zile kazi zako kwenye hiyo catalog. Alafu kuna hii sehemu hapa imeandikwa linki. Kwenye hii sehemu imeandikwa linki hapa ndio sehemu ambayo una copy link. Mtu akikwambia tu bwana naomba nione kazi zako, una copy hiyo link alafu unafanyaje unamtumia na kuwa rahisi kuona kazi zako pale WhatsApp. Kama unaona mteja wako kidogo ni msumbufu au mteja wako kidogo ukimpeleka Behance ukipeleka wapi unamchanganya, unaweza kutumia WhatsApp Business na kuwa ni rahisi kabisa sehemu ya kuhifadhia kazi zako. Lengo la kufanya hivi ni kwamba sio kila mteja anayekutafuta anayetaka kuona kazi zako unakurupuka tu unamtumia portfolio. Sawa? Sio kila mteja akumtumia portfolio. Kuna mtu anataka poster moja, sasa unamtumia portfolio ya nini? Kwa hiyo unachokifanya ni kwamba unamtumia link kama hivyo. Kama una WhatsApp Business umeweka kazi zako mule, una copy tu link unamtumia, kwa hiyo ataona zile kazi zako. Haina haja tena kumtumia portfolio. Wewe ukitafuta na mteja kama hivi, unatumia njia gani ya kumuonyesha kazi zako?